Huo ni wivu. Huo ni wivu wa maisha ya mtu. Acha wivu, mwana maendeleo yenu. Toka lini Japhet kawa mwizi? Lini? Mzee Simoni, sina ugomvi na wewe. Mtoto wako ni mwizi, amejulikana. Unachokitengeneza ipo siku utajuta na kulia na familia yako kwa malezi mabovu unayoyafanya mzee. Wewe unaweza kuniliza mimi, si ndio? Unaweza kuniliza? Sina kuuliza, unaweza kuniliza mimi? Simoni, umulize wewe. Hebu ngoja kidogo nione unanilizaje. Mzee Simoni, sikuogopi. Mtoto wako amejulikana jambazi kila kona. Na nashawishi wengine kila mtaa wanalia ujambazi mtupu. Tunapokuambia ukweli kwamba mtoto wako ni mwizi unaanza kukataa. Ipo. Haya, subiri hapo sasa nikuonyeshe. Unachokifanya utajikuna. Ipo siku utalia na kujuta kwa malezi mabovu kila mtaa. Wewe kila kona jambazi. Chukua mbuzi. Kila kona. Mbuzi. Mmeshaona kwa Mzee Simoni ndiko mnataka kufugia mbuzi zenu. Si mzifuge kwenu. Yaani huu mtaa sasa mnataka kunizoea ninyi. Mnataka kunizoea. Yaani unatoka kwako unakuja unatembea. Yaani unabweka kwa Mzee Simoni kwangu. Bahati yako ni miguu yako. Ungesimama kaniambia kwa mtaniliza tukaona. Kwa kila kesi kwa Mzee Simoni. Kila mruka kwa Mzee Simoni. Kwa wapi imekuwa ni kituo cha polisi? Imekuwa ni kituo cha polisi? Ninyi. Peleka taarifa. Kamwambia kwa Mzee Simoni mikutana na nini? Na wengine wajue kwamba Mzee Simoni ni nani. Mimi huwa sijawahi kulizwa, huwa nawalizaga. Na kama huamini ungerudi kwa unavyoondoka unalia. Na aje na mwingine anaondoka nalia, akija napiga, akichelewa na kata. Halafu na kunifunga hamunifungi. Mtaona na dunda. Hata uchawi hamna, hamjui tu. Chote ufara tu. Hapa inabidi nifanye mazoezi. Naona sasa mambo yamekaa sawa. Yasinta. Abeba. Kumbe baba. Sasa hivi dada yako ameshakuja? Nani, dada Solika? Ndio. Maana alisema atakuja kuchukua ile fomu ya mahitaji yako ya shule. Sijamuona, wenda atakuja. Maana siku bado haijaisha. Ni kweli siku haijaisha. Sasa unakakumbuka kale kamfuko kangu ka blue ka dawa ya shambani kale? Nakaomba ili niende kule shambani. Jamani dad. Ina maana umetoka kazini sasa hivi. Sasa hivi hiyo tena uende shambani. Hapana. Binti yangu, si unajua majukumu. Acha niende shambani kapambane. Kaa hapo ule chakula kwanza nishaivisha mimi. Yaani historia inajirudia. Yaani wewe ni kama bibi yako. Yaani nilizaa mamangu mwenyewe. Kwa hiyo hutaki mwanao niteseke? Sitaki mwanangu akonde maana mamake nipo hai. Basi, isha kwa cheli. Fanya sasa haraka hapo. Niavue haya sasa nirudi tena ndani. Yaani kwa kweli. Mjadala baba, lazima uwe. Basi sawa, nimeshakuelewa mwanangu, utafanyaje sasa? Wewe. Kitabaki nini? Kitabaki milele ni. Wewe sikiliza. Ngoma nzito mbwa wewe. Nishakwambia hivi, hutopata furaha kwenye maisha yako yote. Tena
Unaona vizuri tumekutana. Tumalize kila kitu. Mahangaiko. Mbona unahangaika kama jina lako? Nahangaika mimi? Nahangaika nani? Kwani ukiangalia mimi mkononi nina nini na wewe una nini? Sasa wewe umebeba toka kifurushi na hako kaera. Sasa shida iko wapi? Alafu sasa hicho kitu isiwe kisingizio cha kutokukamilisha mambo yetu. Mimi nataka sasa leo tumalize. Yaani kwamba unataka niweke pembeni? Lakini makubaliano yetu yalikuwa ni kwamba mtu anapokuwa ameshika chochote mkononi haruhusiwi kufanyiwa vurugu wala fujo ya aina yoyote. Maana yake hata ugomvi hauruhusiwi kulingana na sheria ambayo tulijiwekea. Yaani ni kwamba hata wewe hicho ulicho nacho ni kwa sababu unacho mkononi. Ungekuwa umekiweka pembeni au hauna, ningekufumua. Wewe ngoma nzito. Sasa ili tusifikishe mbali. Yaani kwamba umeweka chini. Squad gang sasa. Na mimi niweke chini. Weka tu. Mimi nitakubaluza. Nani nitakubaluza? Unanibaluza ndio nini? Nitakubaluza ndugu yangu. Haya. Aya. Makubaliano yanasema kwamba akisha shika chochote mkononi haruhusiwi kufanywa chochote. Hizo ni hujuma hii. Hii ni hujuma. Ni kweli ni hujuma. Pumbavu wewe umka wewe umenivizia. Hebu nisikilize umka wewe kichata nuru wewe. Haiwezekani mimi kutugu kujisaulisha tu hapo umeshanipiga. Pumbavu wewe hili ni umka wewe kasoromukia. Ila limenipiga na lina nguvu. Taira wewe. Milton. Sasa kwa nini unahangaika na jiko? Shida ni nini? Hujui kama ni hatari? Rafiki wa rafiki yangu, mara nyingi umekuwa ukinikuta kwenye kilele cha vitendawili ambavyo nakuwa sijui uteguzi wake. Karibu sana kutegua vitendawili vyangu. Asante. Na hapo unataka kufanya nini sasa? Hapa nilikuwa kwenye kitendawili cha kuwasha moto ili ngoma zito atakapokuja tu aendelee na zoezi la mapishi. Ni Milton, una michezo ya hatari wewe. Na jirani yako yuko wapi? Unamaanisha rafiki yako ambaye ni rafiki yangu Sada? Alikuwepo hapa muda sio mrefu. Kwani mlango wake umefungwa? Naona umerudishiwa. Basi hatakuwa mbali. Karibu sana. Sawa, kwa kuwa niko namsubiria, ngoja nitegue kitendawili chako hapa. Ngoma nzito atakuja kuendelea taratibu nyingine. Sawa? Unamaanisha unataka kufanya usaidizi? Basi zunguka pale mwisho wa nyumba. Kuna mfuko unamkaa. Ujaze, baadaye unisaidie kutegua hicho kitendawili. Ni wa kwenu, usije kwa majirani zako. Nishakwambia usipoangalia utapoteza vyote. Hebu fanya mpango kwanza, nigei karatasi za Ikulu, alafu tuongee vizuri. Naambia mchumba. Alafu mpenzi wangu Side, kila siku nakuomba unishauri, lakini hutaki. Kwa nini? Nikushauri nini wakati kila kitu kiko kwa jina lako? Yule mzee muda wake ushakwisha. Fanya maamuzi haraka. Hilo sio la kukurupukia. Temu nimeshajaribu sana kutafuta hati, lakini nimeshindwa. Hata sijui nifanyeje. Acha utoto. Hujui kusoma na picha uone? Nishakwambia niachie mimi kila kitu nitamaliza. Sineka kulemba. Yule mzee mimi namchinja. Mapema tu namnywea supu na chapati laini asubuhi.
Bengu basomba lizogya kwanza. Zogya. Wewe si uje? Wahi. Sasa nawaagiza sawa. Malize kula na kukamua. Mlete dawa tumchanje yule Maxai. Si mnamuona huyo? Sawa. Sawa baba, tumekuelewa. Kitu kingine. Ninawaagiza kesho tunaamkia asubuhi shambani. Maana walimaji nimeshawaandaa. Kesho tunaenda kumalizia lile shamba na kulipanda. Sawa baba, tumekuelewa. Lakini baba, kesho tulikuwa tunataka tukachungie karibu na hifadhi. Tunakoenda kuchungia nyasi haziko. Na ng'ombe hawali wakashiba. Kitu kingine mzee, hapa nyumbani kuna jembe moja. Na yale mawili ni mabovu. Na ulisema kwamba utaleta mtu kuja kutengeneza. Lakini mpaka sasa hivi hatuoni. Tutaenda na hilo moja. Nao wananili tuloandaa kule shambani. Itakuwaje? Majembe yote mawili nimeshayaandaa. Na hilo moja yamekuwa mangapi? 3. Tukijumulisha na yale mengine ambayo nimeyaandaa kule. Yaani tunamaliza mapema mno kulima. Najibu swala lako la hifadhi. Uwe makini. Narudia uwe makini. Serikali imeshatuachia maeneo mengi ya kuchungia. Wasije wakaenda ng'ombe kuingia tena kwenye hifadhi tukawakorofisha. Sawa? Sawa baba, nimekuelewa. Mimi nadhani nimemaliza. Unapoenda kule usiwaingize kwenye hifadhi. Sawa baba, nimekuelewa. Kuhusu hilo ondoa shaka. Mnaweza mkaendelea sasa na shughuli zingine. Sawa? Mzee. Side, usije kumfanya chochote yule mzee. Tena, kama huna cha kunishauri, bora ukae kimya. Naona unapoteza muda. Fanya maamuzi haraka. Yaani zile mali tukishamuua, tunazimiliki kwa uhalali. Mbona unachelewa wewe? Unakwama wapi wewe? Naona sasa unataka unipande kichwani. Sikia, hujui kama mimi ni chizi zaidi yako wewe. Nengeneka tu. Lucy, unanitisha sio? Unanitisha? Mimi ni mwanaume kama wanaume wengine. Usinichukulie poa. Wewe mshamba nini? Usinikadirie kabisa. Mwanaume? Mwanaume ungekuwa wewe? Kwenye wanaume na unajiweka? Ungekuwa mwanaume ungekuwa unanihudumia mimi na sio kila kitu unanitegemea. Alafu unajiita mwanaume. Wewe mchumba tu. Mimi mchumba? Umeona mimi na matiti sio? Na manyonyo? Acha ushamba wewe. Mimi ni mwanaume kama wanaume wengine, usinikadirie. Kisa mahela yako ambayo sieleweka, haya mabukubuku, haya 2,200, haya 10,000 ya kishamba haya. Acha ushamba wewe hivi. Chukulia poa tu. Namba hizo pesa. Si utaki, leta. Shika. Leta. Mshamba nini? Kuwa na akili, leta hii. Nakulisha, nakuvisha, nakuhudumia. Unataka uanze kuota mbawa. Sasa wewe nakutumia tu, lakini nikimaliza shida zangu nakutupa. Nani amfute machozi, solikae.